Bwana, nimeona barua ya Young Africans lakini wanajichanganya. Hicho ambacho nakitaka kiweze kufanikiwa. Yaani hakuna namna wanaweza kupata alama tatu kama watakubali kucheza mechi ya dabi. Lakini kama wataacha kweli kucheza mechi ya dabi kama ambavyo wanasema, watapoteza ubingwa kizembe kwa sababu ratiba ya mchezo mpya itapangwa na mechi itapelekwa na timu zitaenda uwanjani, na wasipotokea uwanjani maana yake Simba atapata alama tatu. Na akipata alama tatu maana yake na ubingwa anaokosa. Na kwenye kanuni nasema ukigoma kwenda uwanjani moja kwa moja maana yake utapoka pia alama 15. Kwa hiyo msimu huu Yanga wanaweza kukosa ubingwa kizembe. Mimi nawashauri tu waende uwanjani wakacheze mechi. Hayo mambo ya kugoma na nini waachane nayo kwa sababu hayawezi kuwasaidia. Yaani hiki ni kitu ambacho tayari kimeshaamuliwa, wao wapeleke timu uwanjani. Swala kugoma na nini hivyo ni vitu ambavyo wanapaswa kuachana navyo. Wakubali kupewa wacheze mechi, kama watafungwa wafungwe, kama ni kushinda washinde. Hayo mambo ya kugoma waachane nayo. Kama hawani imani na TFF ni wao, lakini timu zote 16 zina imani na TFF, na timu zote ambazo ziko kwenye mpira wa Tanzania zina imani na TFF, zina imani na bodi ya ligi. Bodi ya ligi na TFF haiwezi kubadilisha viongozi kwa sababu tu timu moja haina imani na viongozi wa TFF na bodi ya ligi. Haiwezekani. Ili viongozi wa bodi ya ligi wajiuzulu au waondolewe madarakani au wa bodi ya ligi pia, tuseme viongozi wote wa bodi ya ligi na TFF, ili waondolewe madarakani inabidi timu zote zikose imani na hao viongozi, au nusu ya timu za ligi kuu na championship zikose imani na bodi ya ligi. Lakini kama timu zingine zote zina imani na hao viongozi, timu moja hata italalamika mpaka labda si mpaka lini, lakini mwisho siku hawawezi kujiuzulu hao watu, bado watasimama vile vile. Wao wanapaswa kukubali kile ambacho bodi ya ligi wamekiamua na kile ambacho TFF wamekiamua. Mechi ichezwe, wapeleke timu uwanjani, wapunguze tu malalamiko, wanajipotezea tu muda.